Kisa cha Karbala, kisa ambacho kimpa Muislamu kikombe kimejaa shubiri, kisha umpe kikombe cha pili kimejaa kisa hichi, basi shubiri kitakuwa tamu mbele ya kisa hichi. Kisa ambacho ni kama nyoka kukuuma juu ya kidonda. Ni kipi kilifanyika tarehe 10 Muharram mwaka 61 after Hijra ili kufika Karbala? Nataka turudi mpaka wakati ambapo Ali ibn Abi Talib alikuwa khalifa. Nikumbuke hakuna khalifa aliyepoteza maswahaba wengi kumliko Ali ibn Abi Talib. Katika uongozi wake takriban 10,000 hadi 20 sahaba walipoteza maisha katika vita tofauti tofauti, ikiwemo vita vya Jamal, vita vya ngamia, vita vya Siffin, vita vya Khawarij, the ignorant extremist, vita vya Nahrawan. Hivi vita vyote vilipigana wakati wa Ali ibn Abi Talib. Ikumbuke one of these extremist group, Ibn Muljam, ni mmoja kati ya watu ambao walimuua Ali ibn Abi Talib. Hapo ndipo tukampoteza khalifa wa. Aliyechukua usukani ni mtoto wake Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Hassan naye katika pressure akarule for only 6 months. Akamjia Muawiya ibn Abu Sufyan, akamwambia, I'm giving you this offer, Paned, step down, nichukue ukhulafa, kisha baada ya kusettle mambo nitakurudishia uweze kuendelea na usukani. Basi hivyo ndio Hassan akafanya, aka step down, akamwachia Muawiya, akachukua usukani. Kwa bahati mbaya Hassan bin Ali akauliwa na mke wake kwa kumtilia sumu. Muawiya ibn Abi Sufyan akaendelea na usukani. Akamleta katika picha mtoto wake Yazid, ambaye alimpa powerful rank kama kuwa kiongozi wa mahujaj. Aliongoza katika siege of Constantinople ambapo Abu Ayyub al-Ansari alikufa shahid. Na watu 4 Madina walikuwa wanaona kwamba huyu Muawiya haendi vizuri vile ambavyo inavyofaa. Alikuwa na Hussein, mtoto wa Abu Bakr, mtoto wa Umar ibn Abdullah ibn Zubair na mtoto wa Zubair ibn Awam. Liona kwamba Muawiya kuna vile apeleki uongozi wake vizuri. Muawiya alipokuwa katika his deathbed alimwambia mtoto wake Yazid, hawa 4 usiwalazimishe kivyovyote vile wakufuate, maana itakuja kuleta vita vikubwa. Lakini Yazid yowoni takani kana kwamba ameambiwa fanya hivyo. Aliposhika usukani, historia itakumbuka ya kwamba Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan aliongoza katika Hara Masaka in Madina, ambapo kwamba baadhi ya waumini walichinjwa, Madina ukachomwa. Ikasikika baadhi ya wale ambao walifanya hivyo wakisema ya kwamba Makkah is next. Hii iliongozwa na Muslim ibn Uqba. Hussein akaona kwamba kuna pressure sana Madina, na hakuna haja ya pressure kuzidi, wacha mimi nitoke niende zangu wapi? Makkah al-Mukarrama. Hii ni baada ya Walid ibn Khutba, kiongozi wa Madina, kupata warning kutoka kwa Yazid. Anamwambia, ambia watu wako 4, ni either ni mimi ndo watanifuata ama bila kumaliza. Yazid akajaribu kuambia, lakini hawakutaka, waogopi. Ni watu ambao hawaogopi. Haki lazima isimame kwa haki. Hussein akaamua kutoka Madina. Alipokuwa anatoka Madina, Muhammad ibn Hanafi ambaye ni kazini yake alimswehiba, usitoke Madina bana. Unajua ukitoka hapa Madina itakuwa ni vigumu sisi kukuprotect. Lakini Hussein akasema, mimi anayeni protect ni nani? Allah. Na ikumbuke kwamba katika damu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna ambaye alikuwa anaogopa kifo. Katoka na familia yake wakaelekea Makkah. Walipofika Makkah wakapokewa na Abdullah ibn Abbas ambaye aliwaweka kwa muda ya 5 good months.
Katika 5 good months ndio watu wa Kufa wakasikia kwamba bana Hussein yuko Makkah, na the only hope yenye imebaki kwetu ni huyo Hussein. Ikumbuke ya kwamba katika historia Kufa ni the city ambayo ilikuwa na very dirty politics. Hawa ndio walimbetray Ali ibn Abi Talib, hawa ndio walimbetray Hassan ibn Ali Abi Talib. Sasa wanataka usaidizi kutoka kwa Hussein, kuonyesha kwamba wao wanataka usaidizi. Wakafanya meeting ya katika nyumba ya Suleiman ibn Sirat. Katika meeting yao wakazungumza kwamba ni kweli tulishindwa kusimama na Ali ibn Abi Talib, tulishindwa kusimama na Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, lakini this time round we promise, lazima tusimame na ukijana Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, mkuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waka collect signatures, wakaandika barua, si moja si mbili, maelfu na maelfu ya barua kumtaka Hussein aje awaokoe hawa watu wa Kufa. Kipi kilifanyika? Hussein kwanza kuona hivi akaingiwa na moyo huruma, akaamua kuandika barua kuelekeza kwa kazini yake Muslim ibn Aqib, kamwambia nenda Kufa uangalie hali ilivyo na pia utengeze kama unaweza kutengeza. Kufika Kufa akapatana na the governor of Kufa ambaye alikuwa Nu'man bin Bashir. Alikuwa very kind hearted guy ambaye pia alikuwa anataka usaidizi kutoka kwa nani? Hussein. Kamwambia hapa kuko sawa. Akakusanya a group of 17,000 to 18,000 people ambao walisema sisi tuko tayari, hata mkitaka 100,000 soldiers sisi tuko tayari, tutakupatia, bora Hussein ndio tuokoe na huyu Yazid. Basi the spies of Yazid wakamwambia bana Yazid, kama una habari, kumbuke Yazid alikuwa wapi? Damishk. Wakamfikishia habari na kumwambia kama wewe hauna habari, basi hata huyu gavana wa Kufa atakuja kukuua vibaya sana. Usipotilia mkazo ama usipotilia maanani, wewe utaenda. Haraka Yazid akamwandikia barua Ubaidullah bin Ziyad aliyekuwa Basra, akamwambia haraka uwezekanavyo toka Basra, nataka uende Kufa uniokoe, kwa sababu huko ndiko litamalizwa, nisikicheza mimi nimeenda. Basi kwa haraka Ubaidullah bin Ziyad akafata masharti na command ya khalifa wake. Wakaelekea wapi? Akaelekea wapi? Kufa. Akawa ndio governor wa Kufa. Alipokuwa Kufa, basi mambo yakaanza kubadilika. Alianza kuwauzia uoga watu wa Kufa. Baadhi yao walihongwa kwa kuambiwa, wewe ukitufuata sisi basi wewe utakuwa very powerful man in Kufa. Wengine wakapatiwa madhahabu, silver, wengine wakamalizwa, kauliwa kabisa. Wiki moja tu tayari wale watu wote wa Kufa wakambadilika Hussein. Ikumbuke huko Hussein ashaamua anafunga safari, anaenda wapi? Kufa. Kusaidia nani? Watu wa Kufa. Baada ya kufanya umra yake, ilikuwa ni wakati wa haji, lakini hakuweza kufanya haji, akafanya umra. Baada ya kufanya umra, akakusanya familia yake na baadhi ya 500 to 550 people. Wakaanza safari yao ya kwenda wapi? Kufa. Abdullah ibn Abbas akamswehi Hussein, akamwambia bana, baki, usiende huko, ni hatari. Akamwambia nilitoka Madina, wakaniambia ni baki, nikaja Makkah. Hapa mimi pia ni safari yangu kwenda kuitetea haki. Wale mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda haki iwe haki. Safari yake ikaanza kwenda Kufa. Katikati ya njia akapata habari ya kwamba kazi amemalizwa. Na ikumbuke alipouliwa Muslima ibn Aqil,
alitupwa kwa market ya Kufa for about 2-3 weeks. Huku nani anaendelea na safari yake, anapata habari ya kwamba Muslima shauliwa. Baadhi ya wale watu ambao walikuwa wamefunga safari kwenda wakaanza kupunguka, walifika up to 300. Kilichomzidisha moyo ni pale Hussein alikutana na Suhari ibn Khaym ambaye alikuja pia na jeshi lake, akamwambia bana, mimi niko tayari kwenda kupigana vita na mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi safari ikaendelea. Huko Yazid anapata habari bana, Hussein hajakata tamaa, yuaja. Akamwambia basi yuaja. Akamwambia Ubaidullah bin Ziyad ya kwamba huyu jamaa yuaja, I have this order. Huyo komanda ambaye ni Hura ibn Yazid ambaye alikuwa the commander, kitu afanye, wakifika pale wawazuie, wakae pale Karbala na wasipewe maji. Kae hapa, kuna kuingia Kufa, wewe baki huko Karbala. Hura ibn Yazid alipatwa na moyo mzito kwa sababu huyu anaenda kuzungumza na huyu anaenda kumzuia kunywa maji, kufanya hivi ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itaanzaje? Ni alipofika akakutana na Hussein pale Karbala, kitu cha kwanza alimwambia, ya Hussein, ni vyema tu urudi, maana huku ni hatari zaidi, vita hivi ni hatari zaidi, itakuja kututia sisi matatani. Lakini Hussein akamwambia, kama damu ya Hussein ndio itakuwa inainua dini ya Allah, dini iliyoletwa na babu yangu Muhammad ibn Abdullah, siwezi kata tamaa, wacha inuke. Basi hivyo ndivyo wakafanya, wakanyimwa maji, wakakaa pale kwa masiku. Kafika wakati ambapo watu wamepata kiu. Mtoto mdogo about 3 years to 2 years wa Hussein anatafuta maji. Unajua mtoto hawezi kuvumilia, anamwangalia babake. Babake akaamua kumbeba, kumwambia mtoto huyu amewafanyia makosa gani? Moja kati ya wanajeshi katupa mkuki, ikamwingia Abdullah kwa shingo. Hapo ndipo mtoto wa Hussein akafa shahid kanza katika uwanja wa Karbala. Alikuwa ni Abdullah, 2 to 3 years. Hur ibn Yazid alipoona, alianza kutremble, kutetemeka. Anaona kwamba kweli hii farasi inanielekeza motoni. Akaambia wale wanajeshi wenzake, hii farasi inanielekeza motoni, hakuna vile itakuja kupigana na mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna vile nitakuja kupigana na ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaa akachange, akasema mimi ina change, ninakaa kwa jeshi la Hussein. Na hivyo ndo akabadilika, akaambia watu wanajeshi wa Kufa, ambia hakuna vile tutapigana na mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nitasimama na haki. Na kaenda paka kamomba msamaha Hussein, na Hussein akamsamea. Yazid aliposikia akamchagua Umar ibn Saad kama komanda. Kumbuke Umar ibn Saad ni mtoto wa nani? Saad ibn Wakas, ambaye ni one of the 10 sahaba ambao walipromisiwa janna wakiwa duniani. Kwa nini alimchagua huyo? Alimchagua huyo kutaka kuonyesha waumini kwamba ayatini nimekuchagulia bana, mtu ambaye baba yake shanpata. Ni kitu ambacho alikuwa anachanganya wale wanajeshi wa Kufa akili. Basi akamtuma Umar ibn Saad takriban wanajeshi 4,000 zaidi. Kumbuke huko Hussein ana wanajeshi, watu walipungua mpaka kabaki ngapi? 72. Napigana na thousands of soldiers. Asubuhi 10th of Muharram mwaka wa 61 abda hijra, Hussein kwa kiu, njaa, akaamka alfajiri, akaongoza watu wake 72. Cha kustaajabisha, mpaka wale wanajeshi waliswali nyuma yake siku hiyo alfajiri. Basi
Bila kupoteza wakati, kukaanza kuzuka vita. Watu wakaanza kupiga jeshi la Hussein, mmoja baada ya mwingine anaanguka chini, wanaumizwa, wanaudiwa. Katika wakati Malik ibn Bashir kampitishia upanga katika kichwa, Hussein ameanguka minama, damu usoni. Anaona watu wake wanakufa moja baada ya mwingine. Anaomba maji kwa dhihaka, akampatia maji moto. Kabla hata ajanywa, Hussein ibn Umar katupa mshale, kamdunga chini. Hussein alipatwa na takriban 33 spears, 34 arrows, ako chini. Aliyekuja kummaliza Sinan ibn Anas, ambaye alimdunga kisu nyuma ya mgongo, na hapo ndipo Hussein akaanguka na kufa shahid. Watu wakufa katika desturi yao, ili kuonyesha ushindi, lazima wakukate kichwa, waonyeshe kwamba hii ni taji la ushindi. Katika Sahih Bukhari, hadith ya nambari 3748, hadithi hii ananarrate Anas ibn Malik, anasema ililetwa kichwa cha Hussein mbele ya Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad akaanza kuidhihaki, chezea kichwa kile. Pale kwa ile hasira Anas ibn Malik, uchungu, akamwambia, je, unajua unachezea kichwa cha Ahlul Bait Rasulullah? Na katika Ahlul Bait Rasulullah hakuna ambaye alikuwa anafanana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumzidi Hussein bin Ali ibn Abi Talib. Alikuwa anawakumbusha hicho ambacho anachezea si kichwa cha kawaida.